Karibu katika tafakari ya neno la Mungu katika kipindi hiki kitakatifu cha Pasaka. Bado tunatembea katika mwanga wa Kristo mfufuka, tukifungua mioyo yetu ili neno lake litutie nguvu, litujaze tumaini na litufanye mashahidi wa furaha ya ufufuko. Hebu tulisikilize kwa makini neno la Mungu, liruhusu litubadilishe na lituelekeze katika uzima mpya wa Pasaka. Haleluya. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nawe, mpenzi msikilizaji wa Radio Maria Kenya Nairobi. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu kwa Dominika hii kuu ya kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Leo kanisa lote linaadhimisha mojawapo ya mafumbo makubwa ya imani yetu. Yesu Kristo baada ya kufufuka kutoka kwa wafu anapaa mbinguni mbele ya wanafunzi wake. Lakini swali linaweza kuja katika mawazo yetu. Je, kupaa kwa Yesu maana yake ni kwamba ametuacha? Jibu ni hapana. Kupaa kwake Kristo si mwisho wa uwepo wake nasi, bali ni mwanzo mpya wa uwepo wake ndani ya kanisa. Ni mwanzo wa safari ya kanisa duniani likiongozwa na Roho Mtakatifu, huku Kristo akiwa pamoja nalo milele. Ndiyo maana mada ya Dominika hii ni mwanzo wa safari ya kanisa. Katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, tunawaona wanafunzi wakimtazama Yesu akipaa juu mbinguni. Wanasema wakikodolea macho anga kwa mshangao, huzuni na labda hata hofu. Lakini malaika wanawauliza, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama na kutazama mbinguni? Ni kama kuwaambia, msibaki tu mkitazama juu. Safari sasa inaanza. Yesu alikuwa amewafundisha, akatembea nao, akawafariji, akawavumilia, akawatia moyo, lakini sasa jukumu linaanza kuhamia kwao. Kupaa kwa Yesu ni kama mzazi anayemlea mtoto vizuri, halafu anamtuma akaanze maisha yake kwa ujasiri. Kanisa sasa linatumwa kwenda ulimwenguni. Yesu kabla ya kupaa anawaambia, mtapokea nguvu ya Roho Mtakatifu atakayewashukia. Huu ndio msingi wa utume wa kanisa. Kanisa halipelekwi duniani kwa nguvu za kibinadamu, halitumwi kwa silaha, fedha au mamlaka ya dunia. Linatumwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Na hapa kuna jambo muhimu sana. Ukristo si dini ya kukaa kimya. Mkristo wa kweli ni shahidi katika familia, katika kazi, katika shule, katika vyombo vya habari kama hapa Radio Maria Kenya Nairobi, na katika jamii, katika siasa na katika huduma. Kila Mkristo amepewa utume wa kumshuhudia Kristo. Leo tunahitaji mashahidi wa kweli, mashahidi wa upendo, mashahidi wa haki, mashahidi wa amani, mashahidi wa ukweli na mashahidi wa matumaini, jinsi Radio Maria Kenya Nairobi ilivyo shahidi wa matumaini katika maisha yako wewe msikilizaji. Kwa sababu dunia ya leo ina kiu kikubwa ya kuona injili ikiishiwa maisha kuliko kusikika kwa maneno tu. Dominika ya kupaa ni kama daraja kati ya Pasaka na Pentekoste. Yesu anapaa, lakini anaahidi, tazama, nipo nanyi siku zote mpaka mwisho wa dahari. Hivyo basi, kanisa haliachwi yatima. Safari ya kanisa inaanza rasmi kutoka Yerusalemu kwenda Yudea, Samaria hadi miisho ya dunia. Na kweli historia inaonyesha hilo. Mitume waliotoka wakiwa waoga waligeuka kuwa mashahidi jasiri. Walihubiri, waliteswa, walifungwa, walikataliwa, lakini cha kushangaza hawakunyamaza. Kwa nini? Kwa sababu walijua Kristo yu hai. Sikukuu ya leo pia inatukumbusha jambo kubwa sana. Mbingu ni nyumbani kwetu. Katika somo la pili, Mtakatifu Paulo anasema kuwa Kristo amemketisha kuume kwake mbinguni. Na si hivyo tu, Kristo ametutangulia ili nasi
mimi na wewe siku moja tuwe naye katika utukufu. Hili ndilo tumaini la Mkristo. Dunia ya leo mara nyingi hutufundisha kuishi kana kwamba maisha yanaishia hapa duniani, kutafuta mali, sifa, umaarufu, starehe na mafanikio ya muda mfupi. Lakini kupaa kwa Yesu kunatukumbusha maisha ya dunia ni safari, si mwisho. Tunayo nchi nyingine, tunalo tumaini la milele, tunao urithi wa mbinguni. Ndiyo maana Mkristo hata akiwa katika mateso bado anaishi ama anakaa kwa matumaini. Injili ya leo inasema jambo la kuvutia sana. Walipomwona walimwabudu, lakini baadhi yao waliona mashaka. Hata mbele ya Mkristo mfufuka bado wengine walikuwa na mashaka. Hii inatufariji sana kwa sababu hata sisi wakati mwingine tuna mashaka, tuna hofu, tuna maswali mengi na tuna vipindi vya ukavu wa kiroho. Lakini Yesu hakuwakataa wale waliokuwa na mashaka, aliwatuma pia. Hii inaonyesha kuwa Mungu hafanyi kazi na watu wakamilifu tu, anafanya kazi hata kupitia udhaifu wetu. Muhimu ni kutokukata tamaa, muhimu ni kuendelea kutembea naye. Wanafunzi walipaswa kuacha kutegemea uwepo wa Yesu wa kimwili na sasa wajifunze kuishi kwa imani. Nasi pia tunaitwa kukua kiroho. Kuna wakati Mungu huturuhusu tupitie ukimya, majaribu, giza na changamoto ili imani yetu ikomae. Mtoto mdogo hushikwa mkono kila hatua, lakini akikomaa hujifunza kutembea mwenyewe. Ndivyo Mungu anavyolilea kanisa lake. Dominika hii pia inatuandaa kwa Pentekoste. Mitume wanaambiwa wasiondoke Yerusalemu mpaka Roho Mtakatifu ashuke juu yao. Hili ni fundisho muhimu sana. Kabla ya kwenda duniani, lazima kwanza tupokee nguvu kutoka juu. Kanisa lisiloomba hugeuka kuwa taasisi ya kawaida. Mkristo asiyeomba hupoteza nguvu ya ushuhuda. Ndiyo maana siku hizi za mwisho kabla ya Pentekoste ni siku za sala, kusubiri, kutafakari na kujiandaa kumpokea Roho Mtakatifu atakayekamilisha Utatu Mtakatifu iliyo imani yetu. Penzi msikilizaji, huu ndio ujumbe mkubwa wa leo. Yesu hajatuacha. Ingawa hatumuoni kwa macho ya mwili, yupo nasi katika Ekaristi, katika neno lake, katika kanisa, katika maskini, katika sala, katika sakramenti na katika Roho Mtakatifu. Na ndiyo maana kanisa linaendelea kusonga mbele hata katikati ya changamoto nyingi. Falme zimeanguka, mateso yamekuja, Wakristo wameuawa, lakini kanisa bado lipo pale pale kwa sababu Kristo yu hai. Katika dunia ya leo yenye vita, chuki, migawanyiko, rushwa, kukata tamaa na kuporomoka kwa maadili, Kristo bado analiambia kanisa, nendeni mkayafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Huu ni wajibu wetu, ni wajibu wangu, ni wajibu wako wewe msikilizaji. Tusikae tu tukitazama mbinguni, tushuke duniani na kuleta matumaini, huruma, upendo, msamaha na injili ya Kristo. Tuombe. Ee Yesu Kristo uliyepaa mbinguni kwa utukufu, tunakushukuru kwa kuwa hukuwaacha wanafunzi wako mayatima. Uliwaahidi Roho Mtakatifu na ukaendelea kuwa pamoja nao katika safari ya kanisa. Tujalie nasi tuwe mashahidi wa kweli wa injili yako katika maisha yetu ya kila siku. Tuondolee hofu, mashaka na uvivu wa kiroho. Tujaze nguvu ya Roho Mtakatifu ili tuhubiri kwa matendo na maneno. Tunapoelekea Pentekoste, tayarisha mioyo yetu kumpokea msaidizi uliyetuahidia. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala milele na milele. Amina.
Ndugu msikilizaji, sikukuu ya kupaa kwa Bwana si mwisho wa hadithi ya Yesu duniani. Ni mwanzo wa utume wa kanisa. Kristo anapaa mbinguni, lakini anatukabidhi kazi ya kuendeleza Injili duniani. Anatupatia Roho Mtakatifu, anatupa ahadi ya uwepo wake na anatualika kuwa mashahidi wake hadi miisho ya dunia. Tunapoelekea Pentekoste, tuendelee kusali, njoo Roho Mtakatifu ujaze mioyo ya waamini wako. Na tukumbuke kupaa kwa Kristo ni kuinuliwa kwa tumaini letu. Alikotutangulia yeye, siku moja nasi tunatarajia kufika. Endelea kubaki nasi papa hapa Radio Maria Kenya Nairobi, sauti ya matumaini na mwanga wa Injili. Kupitia tafakari hizi tunaendelea kukua katika imani, tukitembea pamoja na Kristo aliye hai na anayelitangulia kanisa lake katika utukufu. Makala haya maalum kutoka meza ya makala maalum yameandaliwa na kusomwa kwako nami Shamba wa Shamba. Niendelee tu kukutakia sikukuu njema za Pasaka, haswa sana tunapokaribia ukingoni mwake, yaani siku ya Pentekoste. Mungu akubariki na nikutakie sikukuu hii njema ya kupaa kwake Bwana katika utukufu wa Mungu. Hallelujah.